Kila alipojaribu alipata Hello, karibu tena katika Maisha Bila Mipaka. Leo tungependa tena kuhusia somo ambalo tungependa kushare na wewe, lakini pia unaweza ukatoa mawazo yako kwenye video hii, jinsi gani tutaboresha, na mawazo yako kimchango pia itasaidia katika kumfikia kijana yeyote aliyeko ndani ya nchi na nje ya nchi. Leo tungependa kuanza na kuelezea hadithi fupi, alafu tukajifunza ndani yake mambo ambayo tunaweza tukapick hapo na tukajifunza somo la hadithi kijana aliyekata tamaa na baadaye dakika chache akafanikiwa. Kwa kuanzia, je, umewahi kuacha jambo kwa sababu kupata matokeo? Je, inawezekana mafanikio yako yalikuwa karibu kuliko ulivyofikiria? Haya ni maswali ambayo unaweza kujiuliza mwenyewe, alafu ukaona namna gani jinsi ya kutoka hapo. Kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa na ndoto kubwa. Huyu kijana alikuwa na uwezo, lakini pia alitamani kufika sehemu ambapo wengine wangeweza kufika, na alijaribu mara nyingi sana kupata kazi. Alizunguka kuna kule kuna pale, lakini hakufanikiwa. Kila alipojaribu alipata vikwazo. Kama unaona vikwazo vya maisha, unaenda huku unakutana na mtu anakuambia bwana tuhitaji kazi, unaenda kwenye sehemu nyingine anakuambia leo bwana umejaa. Kwa hiyo kila alipojaribu alikuwa hakuna mwanga au hakuna namna angeweza kufanikiwa. Lakini miaka mingi ilipita bila kuona matokeo makubwa. Kwa hiyo japo alijaribu, lakini kidogo kidogo, baadaye kidogo kidogo, lakini akawa anapata karibu ya kile akijaribu kwa asilimia kadhaa anapata kile kiwango kidogo ambacho hakukusudia kupata. Lakini alikuwa anafanikiwa kidogo kidogo. Ila kuna changamoto. Marafiki walianza kumcheka. Najua sio lazima rafiki akucheke akwambie kwamba akuone alafu akwambie ucheke. Hapana, anaweza akawa anaanza kumngonga. Wengine wakaanza kumwambia vipi, hebu achana na hizo project na hizi na nini. Lakini hiyo ni changamoto ya maisha ambayo hutokea. Kila mtu anaanza kukutana na hiyo jambo. Unafanya jambo lako, mtu anakuambia hapana, usifanye. Familia pia ilianza kupoteza matumaini. Unajua sasa mara nyingi tumetoka kwenye vijana ambapo unakuta sisi ndio tunategemewa. Unakuta baba alikusomesha, alafu ufike sehemu fulani, alafu unakuta hiyo sehemu unayofika bado unapata kile ambacho unachokipata sicho ambacho ulichokusudia. Kwa hiyo mara nyingi ule mzazi huwa anapoteza matumaini. Wengine wazazi wakajiuliza kama ndoto zake zilikuwa ni za kweli au zilikuwa si za kweli. Kwa hiyo unajua hiyo ndio inatokea kwa wazazi wetu. Unakuta umesoma alafu uko mtaani. Alafu unakuja kuangalia, mzazi anakuangalia, anapima na kusema kijana mbona kama amepoteza mwelekeo. Umeona? Hiyo ni changamoto pia. Lakini kila siku alizidi kukata tamaa. Kila siku alizidi kukata tamaa. Lakini sasa katika hiyo story hiyo siku moja aliamua kuacha kabisa. Uamuzi wa kuacha. Tunasema uamuzi wa kuacha. Yani stop, enough is enough. Akasema moyoni, nimechoka kupambana. I'm tired of fighting. I'm very very tired of fighting. Unajua unapofika swala kusema kwamba umefika moyoni unaanza kukata tamaa, tunasema kumefika kwenye stage ambayo unaona sasa kwamba mwili wako
na akili yako vyote vimekuwa frozen, yani vimeganda. Yani mwili hautaki kwenda kwenye sehemu hiyo unayotaka kufanya, lakini pia akili nayo imechoka. Tofautisha, kuna namna fulani unaweza ukapata kwamba una nia ndani lakini mwili unapata uvivu. Tunasema huo ni uvivu. Ndani unatamani kufanya kitu fulani lakini mwili wako unakuwa unaona unaenda kivivu. Tunasema huo ni uvivu. Yaani bado hujakusudi. Lakini kuna namna fulani unakuta ndani umekata tamaa. Nje nako pia hakuna matumaini. Hakuna matumaini. Haya, akafikiri juhudi zake zote zilikuwa zimepotea, ndio maana akaamua kuacha. Kwa hiyo kuna namna fulani unafika stage ambayo unasema sasa hii hali ngoja niache nayo. Lakini huwezi kujua kwamba ni kuna kitu gani kimetokea, lakini unaamua kuacha. Yaani unasema unafika mahali kwenye dhahabu, alafu unaamua kuacha. Baada ya kuacha aligundua kuwa kuna jambo. Kwa hiyo baada ya kuacha tu alipata ule mgeuko wa kupata, yani alitoka nje ya cycle akaona kuna jambo. Fursa aliyokuwa akisubiri ilikuwa karibu kutokea. Ndio tunasema unaweza kaa kwenye dhahabu, yaani unaona kabisa hii sehemu niko kwenye mafanikio. Ukasema ukiacha tu au je kuona ile hali unafanya jambo alafu ukiacha mwenzako akija kufanya anatokea pale. Ndio tunasema sasa hiyo fursa ilikuwa iko karibu, akisubiria ilikuwa iko karibu kutokea. Umeona Kwa mtu aliyekuwa anamfuatilia kwa muda mrefu alikuwa tayari kumpa nafasi. Tunasema hapo. Hebu fikiria. Jambo umelifanya kwa muda fulani unataka kukata tamaa, lakini kumbe yule mtu aliyekuwa anamfuatilia sasa ili amjaribu, yani ile tuseme ile ni jaribu lake, ili amjaribu ampe nafasi ya kupata ile promo ile kitu ili aanze kutokea pale. Alikuwa anamfuata lakini alikuwa amesita amedai kidogo. Umeona? Lakini sasa alikata tamaa kabla ya muda wake kufika. Ile changamoto. The problem is that kwa watu wengi wanakata tamaa pale ambapo unakuta sio sehemu ambayo ndio kuna muda unasema hii kazi inanitia hasara, hii kazi ni yake jaribu upande mwingine. Lakini yeye alifika mahali ambapo ilikuwa ni tendo cha kusubiri kidogo tu. Kwa sababu kuna mtu alikuwa anamfuatilia na alikuwa anataka ampime uwezo wa kusubiri na kufanya maamuzi ili ampe hiyo nafasi siku atokee. Lakini akakata tamaa. Kwa hiyo mara nyingi hatujui tumefika umbali gani. Mara nyingi sana hatujui tumefika umbali gani. Tunajifunza kila siku. Hata wewe pia unanitazama kuna namna fulani unajifunza. Hata mpaka unaona video hii kuna namna fulani unataka upate maarifa fulani, lakini hatujui kwa kiwango gani tumefikia hicho kiwango ili tuseme basi tuache. Na ndio maana hapo ndio fumbo la maisha, yani kwamba unazidi kutry kila siku kutry, lakini haujui ni kiasi gani ulipofikia ili useme sasa uache. Na light tulikuwa tunajua kwamba tulipofikia pale tumeonyeshwa kimtazamo labda tuna hii njia ni sahihi, wengi tulikuwa tumeshafanikiwa sana. Nadhani pia na wewe ni shahidi. Kwa hiyo watu wengi huacha mita chache kabla ya mafanikio. Hapo tunaanza kujifunza. Tunaacha kidogo tu, yani tunapokata tamaa ndo pale ambapo Mungu anataka kuanza kukunyanyua na kufika hapo. Kwa hiyo ukiacha yani pili hapo unaacha na ukaja ukaacha ile jambo alafu kuja ukaona ile jambo lilikuwa lina mtazamo mzuri, ulikuwa kwenye mita chache sana kwenye mafanikio hiyo hali. Kwa hiyo mafanikio hayaji kwa ratiba yetu. Mara nyingi uvumilivu ni muhimu kuliko vipaji wakati mwingine. Kwa hiyo somo hapa ni just kuwa mvumilivu. Ni namna gani unaweza kuwa mvumilivu katika shida yako? Ni namna gani unaweza kuwa mvumilivu katika masuala yako ya kazi unapofanya ofisini? Kuwa na imani kwamba utafanikiwa, kujaribu, umeona? Usikate tamaa. Yaani kata tamaa tu kidogo tu ndo pale mita hapo ambapo unakuta mara nyingi ndo unapata proposal nzuri. Mtu anakuja anakuambia bwana nina kitu fanya njoo hivi. Kwa hiyo uvumilivu ni muhimu kuliko vipaji. Wakati mwingine haimaanishi kwamba una kipaji alafu
yaani lazima uwe na uvumilivu. Yaani lazima uweze kuvumilia yale masuala ambayo unapitia. Umeona? Kwa hiyo kama unapitia kipindi kigumu, usikate tamaa. Usikate tamaa. Never give up. Lakini endelea kujifunza na kuboresha uwezo wako. Endelea kujifunza na kuboresha uwezo wako. Keep trying and improve your ability. Endelea kuimprove, yani endelea kuongeza tu, boresha kidogo. Naamini step uliotoka jana na leo itakuwa tofauti. Kwa hiyo utajifunza, utaacquire tena kitu kingine kizuri. Yani utapata knowledge tena nyingine nzuri. Umeona? Kwa matokeo yanaweza kuchelewa, lakini matokeo yanaweza kuchelewa, lakini yatafika tu pale ambapo unapotaka kufika. Kwa hiyo usikate tamaa. Mimi nipo hapa kukuambia tu kwamba usikate tamaa, lakini endelea. Najua kuna wapambanaji wenzangu wako mtaani na wengine hawana kazi, na wengine wako ofisini, wengine washakata tamaa, wanataka kuacha kazi. Lakini hebu kaa ufikirie, ukiona kwamba akili yako na ubongo wako unashirikiana katika kufanya ile jambo, kufanya maamuzi, unaweza kufanya maamuzi haya. Lakini ukiona mwili wako, akili yako unaona kuna fursa mbele pale, lakini mwili hautaki kwenda, hiyo ndio namna yote ya kuanza kupambana, kuanza kuweka mambo sawa. Kwa hiyo hitimisho, huenda jambo unalosubiri liko karibu kuliko unavyofikiria. Inawezekana unasubiri liko karibu kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo usiache safari yako kwa sababu ya uchovu wa muda mfupi. Usiache safari yako kwa sababu ya uchovu. Umeona unajisikia leo umechoka. Naona kama ni leo nisiende kwenye biashara yangu. Naona leo nisiende kwenye kazini. Hapana. Usichoke. Huenda kesho ndo bahati yako. Huenda kesho ndo kila kitu ambacho kinaweza kukusaidia. Kwa hiyo usiogope, usiache. Pambana na usikate tamaa. Hiyo ndio maisha kila siku. Hakuna kukata tamaa. Kwa hiyo kumbuka, watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana uwezo. Wanashindwa kwa sababu wanaacha mapema sana. Sio katika asilimia ya kundi watu ambao wamesema bwana, mimi siwezi kufanya, sijafanikiwa. Kuna wengine ukiangalia mtani kwako walikuwa na nguvu, wana akili, wana uwezo, wana maarifa, lakini basi tu wameshindwa kujituma kidogo tu na kuwa wavumilivu ili wafanikiwe. Na wana mawazo mazuri kuliko watu wale ambao wako kwenye kazini na wanakaa ofisini. Kwa hiyo sio watu wote katika jamii wote waliokata tamaa ni kwamba walikuwa hawana uwezo. Wengine wana akili, wengine wana maarifa, wengine wana fursa, wanaona. Kwa hiyo uko kwenye sehemu ambayo ni sahihi kabisa ya mtazamo wa maisha. Kwa hiyo ninachokushauri kijana mwenzangu, na ulionisikiliza kwenye hichi kipindi hichi kidogo na katika hii video hii, usikate tamaa. Keep on trying, keep on doing, focus, lakini pia jifunze kutokata tamaa na kujaribu tena. Boresha kile ulichokipata leo, kiboreshe. Kile ambacho umekipata jana, kiboreshe. Alafu uone namna gani kesho unaweza ukafocus na ukaja kwa nguvu kubwa. Mimi nakushukuru kwa kusikiliza video hii. Asante, nazidi kupambana. Wewe ni shujaa kweli kweli. Asante. Kwaheri.